tutawaondoa tu kwa gharama yoyote. Na hivi mnavyoona wanatetemeka, wanahangaika, ni kwa sababu wameshajua mwisho wao umeshafika. Yaani mwisho wao umeshafika, na mwisho wao ni Disemba tarehe 9. Tutahakikisha tunaondoa wote. Sisi sio wapumbavu. Tanzania ni nchi ya kwetu sote. Tanzania Mungu ametubariki sote. Hakuna mwenye hati miliki ya taifa la Tanzania. Hili jitu hili Lisamuya, sio Kikwete, sio Rostam Azizi, sio mpumbavu yoyote. Hili taifa ni la kwetu sote. Waasisi wa taifa hili walipambana, ni la kwetu sote. Ni la kwetu sote, na sisi kama vijana tumeamua kuchukua jukumu la kulilinda. Au upuuzi wanaoendelea nao na kufikiria kwamba sisi ni wajinga au sijui sisi ni nini. Sisi tunachohitaji kinajulikana. Tunahitaji haki kwenye taifa letu, tunahitaji demokrasia huru, tunahitaji kusikilizwa, tunahitaji katiba mpya, tunahitaji rasilimali za nchi yetu ambazo Mungu ametubariki ziweze kunufaisha Watanzania wote bila kujali, yani bila kujali status yao ya aina yoyote ile. Hicho ndo tunachokihitaji, na hatutarudi nyuma. Tutahakikisha tunakipigania mpaka tunakipata. Hatutaogopa mtutu, hatutaogopa vitisho vya aina yoyote. Huyu Chula Kiziwi anaenda kusikia. Mimi nawaambia vijana wenzangu, atasikia tu. Yes, anasema ni Chula Kiziwi, lazima atasikia. Yani tunampiga kote kote, tutakupiga kiroho, tutakupiga kimwili, yani tunakukumuta kila sehemu. Na ili ndugu zangu, naomba niwakumbushe vijana wenzangu, najua mambo mengi wachangiaji wengine naongezea hapo. Amen. Tukumpige kiroho kabisa. Yani huyu hayuko kwenye ile hali ya yani huyu sio binadamu. CCM sio watu. Tuache kabisa pia tunavokaa tunajiandaa na mapambano yetu, tukae tukitambua kwamba hatupambani na watu, tunapambana na majitu ambayo yametoka, kama ni kuzimu, kama ni kokote alikotoka. Kwa na sisi tunajiandaa kivyote vyote. Tunavojiandaa kimwili, tunapoenda Disemba 9, tusisahau na tukumbushane kujiandaa kiroho pia. Yani Mungu sisi ndio tunamtegemea. Tunawapiga kiroho kwa Waislamu ndugu wenzangu, kwa Wakristo wenzangu, na naomba ninukuu haya kwenye kitabu kwa Wakristo wenzangu, kwenye kitabu kinaitwa Zaburi, ile sura ya 72 mstari wa 12 mpaka 14. Biblia inasema kwamba atamkomboa mhitaji aliyapo na mtu anayeonewa. Sisi huyu Mungu ndiye tunayemlilia kwa upande wa kiroho, atatukomboa. Lakini kwa ndugu zangu Waislamu, nyinyi pia katika kitabu kitukufu kabisa cha Qur'ani, ile sura ya Surat Hud, ile 11:115, inasema kabisa pia ya kwamba Mungu hawezi kuacha wale wanaopigania haki. Kwa nimesema hayo ni kukunukuu hivyo vitabu viwili vitakatifu. Ndugu zangu, Mungu yuko pande wetu, haijalishi wewe ni Mkristo, haijalishi wewe ni Muislamu. Hapa sisi tunachojitambulisha kwetu wote, ID yetu ni kwamba sisi ni Watanzania tunaopenda haki. Sisi ni Watanzania ambao hatuwezi kukubali kunyamazishwa kuona maovu yanaendelea. Hao wapumbavu wameshatuonea sana. Wameonea sana kabla hata hatujazaliwa. Wamenyanyasa wazazi wetu. Tumekuwa kwenye familia maskini, kwenye taifa ambalo ni tajiri sana ndugu zangu. Unaona? Tumekuwa kwenye taifa ambalo basi wameonea wazazi wetu. Hawa watu hawachoki na hawawezi kuacha mpaka tuwaondoe. Taifa letu ni taifa zuri, Mungu ametubariki, tuna kila aina ya rasilimali, tuna watu wazuri. Ninyi wewe mnaona leo hii kijana ambaye anaonekana ana akili, ambaye anaonekana na maono na taifa letu, anakuwa ni adui mkubwa wao wapumbavu. Kwa hatuwezi kukubali. Sisi tuko wengi sana kuliko wao. Tanzania vijana ni wengi, katika watu milioni zaidi ya 70, vijana tuko wengi. Kwa ndugu zangu, naomba niwatie moyo, naomba niwakumbushe ya kwamba hatuko peke yetu. Mungu yuko pamoja nasi upande wa kiroho, na sisi wenyewe tuko pamoja kama vijana, tumeamua kuungana kimwili. Kwa hiyo tunapigana nao kote kote. Wao wafanye upumbavu, walete distraction topics za kipumbavu, wao watajua wenyewe. Na kama alivyotangulia kusema mzungumzaji mwingine, moja kati ya vitu ambavyo hawa wanasiasa wapumbavu kama hawa CCM wanatumia katika kuhakikisha kwamba wanaondoa watu wenye dhamira fulani ambao ni njema, ni kuleta kitu kinaitwa distraction topics. Vitu kama hotuba ya kishenzi ambao amefanya huyu muuaji. Unaona? Hizo ni distraction, na hatutakiwi kabisa kufall kwenye huo mtego.
Vitu kama matamasha mnaona ya kipumbavi yanaandaliwa sijui na nini, ni namna tu wanajua mioyo kabisa kwamba wanataka watu distract. Lakini vijana wenzangu, tusikubali aina yoyote ya distraction. Hawa watu tumeshawaona, hawa watu tumeshawajua nia yao ni ipi. Lakini sisi kwa sababu tunamtumaini Mungu, nawaambieni tunakwenda kushinda. Yani hiyo tunakwenda kushinda ndugu zangu. Tarehe 9 Disemba tutoke, tuzidi kuelimishana, tuzidi kutiana moyo, tuzidi kujiandaa kwa kila namna ambao hata wazungumzaji wengine wamesema. Tuhakikisha kwamba tunatoka kutiana moyo, tunatoka na tutashinda. Tunaposali, tunapoenda kumuomba Mungu, tuombeane sote kwa pamoja. Unapoenda kumuomba Mungu, jiombee wewe, ombea vijana wengine wote wanaopenda haki, wanaopambania haki, watu wengine wote, kina Kanuruvazi, kina Sama na wengine wote, wako wengi sana ambao wanapambania haki, ambao tunapambania haki ya taifa letu. Kwa hiyo tukumbukane katika kuomba kama ambavyo tunakumbukana katika kukumbushana mambo muhimu wakati tunajiandaa kuelekea Disemba 9. Ndugu zangu, Tanzania ni ya kwetu sote. Tusiangalie urefu wa pua, tupambanieni nchi yetu. Kama hatutafaidi hayo matunda sisi, vizazi vinavyokuja, vijana wenzetu wanaokuja huko mbeleni, wakute nchi ambayo inajali haki za binadamu, nchi ambayo rasilimali zake zinanufaisha kila Mtanzania, haijalishi chama, haijalishi chochote. As long as mtu amezaliwa kwenye ardhi ya Tanzania. Hatukuzaliwa Tanzania kwa bahati mbaya ndugu zangu. Mungu ana makusudi yake kwenye taifa letu, na sisi ndio watu wa kulipigania. Wakati tunaendelea pia kuomba support hata ya watu wengine walioko nje, najua sauti za watu wengine pia, Mungu anasema kwenye Biblia, nitakuinulia taifa nalo litakusaidia. Kwa ndugu zangu, hatuko wenyewe. Mungu atainua watu. Mambo mnaona yanaendelea duniani, CNN, sijui vipi, hao ni watu Mungu anawatumia katika njia zake kuweza pia kuonyesha dunia, kuonyesha kwamba hatuko sisi wenyewe. Ndugu zangu, na sisi bila Mungu hatuwezi, na tunahitaji pia mtu yoyote ambaye ni mtetea haki, haijalishi hata kama anatoka nje ya Tanzania, sisi na yeye tuko pamoja. Kwa ndugu zangu, mimi nawashukuru sana na